Sabrina. Sabrina tulikuwa naye wewe? Unamtufai nje kwa tulikuwa naye ndani alikuwa anakulisha. Tayari alikuwa ameshavaa kutoka nje nikajua anatusubiri. Kwa hiyo mmoja wa mwana wako, sasa ndio kwa shida kuhusu mavazi yako anambisha. Unakwenda. Sasa sijui. Sabrina. Sabrina. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is currently not reachable. Please try again later. Yana mpigia simu hapatikani. Huyu mama anamtafuta. The number you're calling is currently not reachable. Please. Subiri aje. Sabrina! Wewe uko ndani? Alitoka nje nikajua tukopo hapa. Sabrina! Sabrina! Mimi yako maisha kwa nini niolewa nao? Kwa unajua. Ninampigia simu hapatikani. Bila takwa ya mbaya. Ndio vizuri kweli. Sijui nipigie tena. Unataka kumwacha ndani bwana. Sawa. Sabrina nimemwandaa, nimeshampalisha. Akatoka nje. Nikajua yuko nje anatusubiri. Sasa subiri. Au umemwacha ndani? Mwangalie huko. Nishamwangalia yani mtoto huyu jamani asubuhi yote jamani. Tena asubuhi yote tuanzisha visirani. Kwa nini mwambie kwanza? Bora mwangalie huko nyuma. Kwa tayari. Naita bila kupokelewa. Sasa tunafanya Basi tu basi. Basi rudi tumsubiri. Kama kaenda dukani ndio kalikuwa na hela ya kununua pipi labda hivyo. Au kaenda kununua biskuti vya watoto vijui sana basi tumsubiri.
Halo. Halo. Hivi mwanaume anajielewa kweli wewe? Mke wangu. Umeondoka asubuhi, hujaniachia hela ya kula, hujaniachia hela ya chai. Umekurupuka huyo umeondoka zako. Kitu gani kuniachia hivyo mtoto mwenzio? Kunishindisha na njaa. Nategemea mtoto akirudi shule atakula nini? Matoto, nitakuja sawa. Samahani tu kwa sababu nimetoka nimekuja tu fast hapa namalizia tu mara moja hapa. Sawa eh? Nakuja. Kwa hiyo usijali. Unarudi na mimi nakusubiri tena, afanya haraka uwahi na kusubiri urudi. Sasa mbona unapiga kwenye namba yangu? Si ndo namba yako. Ndio namba yangu? Haya poa nakuja. Fanya haraka uwahi na kusubiri urudi nyumbani hapa. Wewe kanishindisha mimi na njaa muda wote, tangia asubuhi mchana. Uwahi kurudi. Subiri arudi hapa. Nakimbilia kwa watu bado hujajiweza weza unakuja kunioa, tunanishindisha na njia mtoto mwenzio kitu gani? Nimechoka nirudishe kwetu. Asiye kusimama hapa. Sabina. Sabina. Inawezekanaje? Hili ndio tatizo. Tatizo kubwa sana. Na mimi sipendagi kweli mtu anacheza na muda. Sasa muda wote usiishi hapo. Tumeamka mapema, tumeisha mapema. Hiyo nyengo wenyewe haliposiri kwa dafu. Kwa sababu sijui kama kuna safari tena. Hatujui anakwenda wapi. Na kama sisi tumsubiri, na msubiri unajua anakwenda kenda hospitali au kenda dukani au sokoni hatujui. Hata kutoka saa 12 jioni. Maana tutakuwa kazi ya kwanza kutembea kwenye vituo vya polisi, kutembea kwenye hospitali. Itabidi. Baba subiri kwanza, nenda. Ukotoka kwema? Vipi mtoto? Nimekuja yule mondoko jetu chote la kula. Ya asubuhi wala mchana, afu unajua kama na mtoto hapa. Akirudi shule atakula nini? Mke wangu kwanza nipe pole. Pole. Yaani pale ulipokuwa unapiga simu, ni kwa kituo cha polisi. Polisi? Yes. Tutakuwa kazi ya kwanza kutembea kwenye vituo vya polisi, kutembea kwenye hospitali. Itabidi. Hebu nikuulize lakini. Ina maana nikiondoka mimi ndio sote wao wanafanya mchezo na mimi. Labda kile kitoka asubuhi ndio akitoka hapa ndio katoka hivi.
Mume wangu. Hivi hebu nikuulize. Una uhakika kabisa kwamba Sabrina alielekea kutoka mlango wa nje au tunakisia tu? Mume, mimi nina uhakika kabisa Sabrina nilimwandalia kila kitu, nguo zake nini, kila kitu nimeandaa mimi. Akavaa, akatoka nje na muone, ndio na mimi nikaingia ndani kumwambia mume wangu tutoke. Lakini kila kitu nimekiandaa mimi. Nimemwandalia kila kitu. Na mpaka anatoka mimi namuona, nikajua anatusubiri hapo. Sasa kaenda hapo. Hebu nikuulize na kitu. Ina maana nikiondoka mimi sote wao wanafanya mchezo wa nini? Labda kia kitoka asubuhi ndio akitoka hapa ndio katoka hivi. Mume wangu. Sabrina hana kawaida hiyo ya kutoka ni mali toka. Akitoka Sabrina anaaga. Lazima aage, bibi naenda kwa fulani, bibi. Yaani kutoka tu bila kuaga, afu istoshe. Haya mambo mimi ndio kwanza leo nayaona. Sawa ametoka. Ndio asubuhi namna hii. Hata kama huwa ana tabia kutoka. Ndio ile asubuhi hivi. Kuna nini tena? Umeona mtoto? Nimeona. Mtoto bwana, mke wangu ni mimi nimemkota. Unasemaje wewe? Wewe usitanie wewe. Tena usitaki kunipanda kichwani wewe mwanaume. Mke wangu Wewe usinitanie, hakuna mtu anayeokota mtoto. Mmokote hapo mtoto. Wewe usitanie wewe. Mayo wewe, usinitanie. Hakuna mtu anayeokota mtoto. Hajawahi Sabrina kutoka asubuhi. Tajua mimi nitoka asubuhi naanza kazini, basi tujue mnaachia na huko. Masi yeye mwenye viroja nani sasa? Ni huyo mtoto au ni si nani mwenye viroja hapa nyumbani? Sasa ngoja niseme kitu kimoja. Mimi sioni tena mustakabali wa hii safari. Kwa sababu hatujui mtu atakayosaka. Ila niweke tu tahadhari kwamba haya mambo nataka yawe mwisho. Mtoto anataka awe chini ya control ya mzazi wake na awe hapa nyumbani ya mlezi wake. Awe hapa nyumbani yasiyo kutokea tena. Yakija kutokea nyingine mara nyingine tena utajua rangi yake kama ni ya kijani au nyekundu au nyeusi. Kwa tabu. Jambo lilikuwa la maana sana leo. Maka tunataka tumsubiri hatujui mtoto msubiri kwa. Viroje. Niambie kwamba mtoto umepata hapa. Sasa kanaambia umeokota mtoto kwa sasa ngakuelewa mtoto umeokota mtoto. Kwa hiyo umeokota ndio vipi? Hapa ndio vitu kulelea watoto. Umetoka kwa maya zako huko mwadalisha sasa umeona kulea shida. Maana wanafanya mimi hapo ukamwa tena ulete mtoto nidanganye kusema mtoto umeokota. Hapo sitania hakuna mtu anayeokota mtoto mjini hapo. Viroje, kama tukamwambia ndio mtoto wanamtafuta mtoto asubuhi. Unanilaumu tu bure. Hebu liangalie hili jambo vizuri mume wangu. Nimeshakwambia Sabrina tabia hizo hana. Mimi mwenyewe hata sijui imekuaje asubuhi kama hii anatoka bila ya kuaga na anajua kabisa kuna safari. Mimi hata sijui. Sijui nini anafanya, sijui kajificha, sijui anatujaribu, sijui anatutania. Hata utaniua hajawahi hata kufanya. Yaani hivi vitu vile havijawahi hata kutokea. Mimi hata sielewi. Sielewi kabisa hata sijui nisemeje. Tunasendana kabisa. Mwandani mtoto akae. Mtoto umpeleka. Sasa mke wangu hayo maneno sasa unatoa wapi? Tunasichanganya kabisa. Baba, yani sitokuelewa. Mtoto kabisa hivi mkubwa, hata angekuwa mchanga ananyonya ningesema afadhali ananyonya, mdogo kweli katu. Uwe mkubwa kabisa usimwakane la kwanza au kusoma kabisa. Hivi, baba usintanie nieleze vizuri mtoto umempata wapi? Sasa mke wangu ndio kwa mwanangu. Nasema hivi, kama huna maelezo kunieleza vizuri, yakaniingia akilini. Baba rudi na mtoto ukotoka. Hapa mtoto aingie. Leo